Siku moja marehemu mchungaji yule wa Kitema aliyefariki, kukawa na mihadhara hii za Waislamu, alikuwa anatushauri. Baada ya kuwa wameweka mihadhara, wametengeneza makuitano kwamba wameenda sasa pale, wametandika mikeka tayari, wakaanza kubishana maandiko. Mchungaji yule mzee marehemu akawa anawashindilia maswali, wakaona pale wanatokaje. Matokeo yake iliinuka joka kubwa, kabisa kubwa. Walishangaa joka mkubwa pale kwenye hadhara katikati anatambaa. Watu wakataka kuanza kukimbia na wengine wakakimbia. Alienda pale akamata yule joka, akatoka kwa jina la Yesu akamtupa chini. Yule joka akakauka. Kila mtu pale asema huyu ndio Mungu, huyu ndio Mungu, huyu ndio Mungu. Lakini hata wale waliokuwa wamekimbia asema huyu ndio Mungu, huyu ndio Mungu. Maana wanataka waone matokeo, maana kwao hawapo na imani. Haleluya. Kwa hiyo hata wewe imani ambayo unaweza kutueleza wewe umeokoka, tunataka tuone matokeo. Si maneno tu kama wewe umeokoka, wakati kesho tunakuwa umeanguka. Mimi nimeokoka na mpenda Yesu. Ukubali kupigwa mawe na unatembea? Hapana. Wewe utasema kwa wase bwana, naomba msamehe. Na ndio hali na wakati ambao uko unakuja. Wakati na nyakati ambazo ziko zinakuja nyakati hizo ambazo imani zetu zinatakiwa ziwe na matokeo. Hakuna kushuhudia jamani. Hakuna kushuhudia, hakuna kuhubiri. Maana matokeo mmeyaona. Matokeo mmeyaona. Wamesema corona, kila mtu aje amevaa barakoa kanisani. Nashukuru Mungu sisi humu hatukuvaa barakoa. Sema nakumbuka. Ndio kila mara anavaa. Nataka waone matokeo. Jamani, kunao hapo hivi kila mtu anakuja na yao. Sasa watakuja kusema jamani, yetu tunataka tumwabudu Mungu huyu mmoja. Tuone matokeo. Na Jumapili tumesema jamani, kuna ugonjwa wa nani? Wa Ebola. Unafanyaje? Unakuja tusipiane mikono. Kwa hiyo kuna mtu anampa mkono hata kama kuna matokeo. Ndio umeguswa. Na Mungu anasema safi ndio. Habari, salama, anaondoka. Watakuona matokeo. Kwa hiyo imani wana wa Mungu ni kuonesha kwamba wewe una imani. Lakini ile imani wewe unayo tuone matokeo yake. Ndio maana kama unataka kutenda imani, au unataka kuonyesha imani yenye matokeo. Si kama mnanielewa na Mungu. Unataka kuonesha imani yenye matokeo. Wewe ni kijana, unataka kuoa. Tuanze kuona sasa unafanya majukumu ya ubaba. Mimi bwana mpango wa kuoa kabisa bwana, kwa kweli mpango wa kuoa. Tuone sasa matokeo. Unaweza kununua nyama, unaenda kwa wazazi, na unachumba, umepanga, unanunua chumvi, unanunua mchicho na kaanga bwana kama ile ya majukumu. Tunataka kuoa, alafu baba unakula kwa baba. Unalala kwa baba. Na kila kitu kwa baba. Unataka kuoa na sababu kwa baba. Sio matokeo ya kile unachokitaka. Tunasema kama mwakani nitaoa. Hiyo ni imani yenye ambayo tunaanza michakato. Alielewa? Sasa mimi nataka kuolewa. Sawa, hiyo ni imani kwa kweli. Mwakani kweli niombe Mungu kwa kweli mimi nipate mchumba nikaolewe. Tuanze kuona unaingia kwenye chama cha mama. Kama na mimi ni mama, maana mwakani mimi naolewa, mimi ni mama. Tuone matokeo. Lakini wewe bado unaingia kwenye mabibi wakati umeshaweka imani ya kuolewa mwakani. Haina matokeo. Haleluya. Unataka mtoto? Mimi kwa kweli nataka mtoto. Kama ni wa kiume, hata kununua nguo za kiume. Na hata kuzifua na ziandika kwenye kamba. Kama zina vidaso, zina uchafu, hata kuandika kwenye kamba. Ili tuone matokeo ya ule mchakato wa kutaka mtoto. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Soma Samueli wa pili. Maana Samueli wa kwanza unaona ni mchakato ya Ana. Anapata nini? Mtoto. Sasa mstari wa pili anatoa matokeo.
Samueli wa kwanza sura ile ya pili kuanzia mstari ule wa kwanza. Neno la Mungu linasema, naye Hana akaomba akasema, moyo wangu wamshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa na ufurahia wokovu wako. Mstari wa pili, hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Haleluya. Ukisoma ukianza huku, ukianza mstari huu wa kwanza, sura ya kwanza, unaona michakato hiyo. Kwa sababu ukinipa mtoto wa kiume, anamwambia Bwana kwa imani, ukinipa mtoto wa kiume nitakutolea, na tena kabisa kabisa atakuwa mtumishi wako. Matokeo akapewa mtoto wa kiume ambaye alimuomba na Bwana akampa. Kilichoanza ni mchakato apate mtoto wa kiume, na tayari akampa jina Samueli, na alipompata akamtoa, kama ambavyo alianza michakato ya kiimani. Imani ilipotoa matokeo, ndio unaona anatoa maandishi ya shukrani ya kuona kwamba hakuna Bwana mwingine kama huyu, hayupo mwenye ambaye ukiweka msimamo wa kiimani anakupa matokeo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Hebu tuone Warumi. Tuone Warumi sura ile ya 4. Warumi sura ile ya 4. Warumi sura ile ya 4. Tusome mstari ule wa 20 hadi 21. Warumi sura ya 4 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoyaahidi. Warumi sura ile ya 4 mstari wa 20 na 21. Neno la Mungu linasema, lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Mstari wa 21, huku akijua hakika ya kuwa huku akijua ya kuwa, nitarudia 21, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoyaahidi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni Paulo ananena kwa habari ya matokeo ya imani ambayo alianzia nayo michakato. Ndipo hapa anazungumza habari za Mungu kutokumwacha kwa kile ambacho ameweka msimamo wa kiimani. Kwa hiyo unaposema mimi ni mzima, wana wa Mungu hautakiwi kurudi kulala tena kwenye kitanda. Ukisema mimi si jambo na kweli wewe ni mzima, hayo ndio matokeo ya kile ambacho wewe umekianzia michakato ya kiimani. Imani, wana wa Mungu, imani si kitu lelemama, wala imani si kitu kidogo. Unasimama sasa kwamba leo tunataka tumuone Bwana, leo tunataka tumuone Bwana. Michakato uliyoifanya mpaka tumuone Bwana inatudhihirishia sasa kumuona kwa kile ambacho umetuambia. Haleluya, haleluya, haleluya. Imani, wana wa Mungu, ni chombo ambacho mimi nakipenda, kwa sababu imani inaweza ikatengeneza ghorofa hata wakati bado hujawa na mawe wala msingi wala tofali, hata 100 hauna na kazi hauna. Kwa hiyo
kushuhudia kwa jamani, namshukuru Mungu, ninajisikia kabisa kusema mbele za Bwana kwamba 2030 itakuwa na nyumba ya ghorofa. Watu wataanza kuona matokeo. Mtu ghorofa, tathmini ya ghorofa kwa hesabu ya gharama ya hesabu ya chini inaweza kugharimu hata milioni 200 au milioni 100. Sasa huyu bwana atazitoa wapi? Ana kazi gani? Haleluya. Sasa ndipo napoanza michakato. Kama unaenda msitu wa watu, unaenda mlima wa watu, Bwana wewe wajua, nimeshasema. Na wewe ni tajiri, una dhahabu, una almasi, wewe unajua. Wapi nikaichingu umeiwekeza nikaiokote, maana nimesema hakuna nini. Haleluya, haleluya. Bwana wewe unajua. Dhahabu ni mali yako na pale pale kwenye dhahabu unaweza nikapata haraka. Unashangaa siku moja unafunga safari, unaenda Mpanda. Unafunga safari, unaenda Mirerani. Unafunga safari, unaenda kwenye mgodi. Unafika pale. Sema Bwana amenionyesha nitachimba hapa, nijiunga na ninyi. Kwa hiyo hapa naona kuna fedha. Unashuka, unachimba wiki moja umeipata. Haleluya jamani. Chimbeni hapa msingi wa ghorofa na nini? Ile Bwana alisema, yule Bwana alisema, yule Bwana alisema, yule Bwana alisema. Ndiyo alisema, tumeona matokeo. Sasa sijajua kwamba wewe unaposema kwa swala la kiimani, huwa unachukuliaje imani? Sijajua. Na unakuwa mchakato gani katika hiyo imani? Na je, unataka matokeo ya namna gani katika imani? Ili watu wadhihirishe na waone. Ndio maana mpaka nyakati ya wakati huu unaposema umeokoka, haleluya, kwamba mimi nimeokoka, ukisema tu katikati ya watu kwamba mimi nimeokoka, utaona watu wanaanza kukuangalia kwenye miguu. Utaanza kuona wanaanza kufuatilia. Sasa wanataka waone matokeo sasa ya kile ambacho umesema nimeokoka. Jana tu wakati niko na vijana wangu, tulikuwa tunajisema najiteta baada ya kupata kipeperushi. Mtu anapita na magari hapo. Jamani, waleteni wagonjwa, waleteni walemavu, vipofu, watapona. Leteni, na magari yanatembea na nini. Unaenda kwenye mkutano kabisa umeandaliwa, anapita mtu hata huyu mmoja hajapona. Kulikuwa watapeli. Sasa mpaka sasa hivi umebaki na tangazo kama tangazo la kawaida. Lakini wakati ule wa Moses Kuola akasema kwa Bwana ameniambia mkutano huu ile watakao tembea ni 3, mkofu atakaoona ni 2. Kwa hiyo tusubiri mkutano. Lakini kama Bwana atakuwa ameonelea vema, anakuwa mwenyewe. Kwa hiyo wale wanafunguliwa na zaidi. Lakini wewe unapita unatangaza watapona. Kata mmoja. Kwa sababu tunaongea kile ambacho hatuna mchakato nacho. Kwanza naye tangaza ni tofauti na naye mwingine. Ujione cha ajabu na vituko vya sasa. Ambaye anatangaza ni tofauti na naye mwingine. Waleteni wagonjwa, vipofu wanaenda kufunguliwa, viwete wanaenda kutembea. Waleteni wagonjwa. Mhubiri hata hajafika, bado yuko kwao. Matokeo yake mnabeba sasa, unabeba mlemavu wako kwenye besikeli, ama kama ni kwenye toroli ama ni kwenye bajaji, unapeleka siku ya kwanza. Bwana tena yule aliyetangaza naye anasubiri kuona, nilisema kwamba Bwana atakuwa. Anaangalia, hebu rudisha mlemavu wake nyumbani. Angapi tena mpaka mkutano unaisha, anasubiria mkutano mwingine. Ule mkutano mwingine tena umeisha, anasubiria mkutano mwingine. Kwa mpaka sasa hivi wabaki hawaleti. Kwa baki wameshakaa nyumbani,
wale kwa sababu tayari wameshaona mbao jamani matapeli. Wanatafuta njia ya kukusanya ili ufike pale kwenye mkutano. Lakini mwenye imani yenye mchakato akisema kwamba waleteni walemavu Bwana atatenda. Leteni vipofu wataona. Akisema haleluya haleluya haleluya. Wewe simama kwa damu ya mwana kondoo. Unaona anasimama watu sana. Yaani kila mmoja atafika kusema ndio maana nikasema kwenye mkutano huu wa mzungu hata watu kama watakuwa hawaponywa watakuwa wameponywa wamepata muujiza wa kula wali. Nimesema huo ni muujiza mkubwa kama kasuru yote. Tunaweza tukala wali wote tukala. Jamani. Si muujiza. Nani ameshawahi kufanya hivyo? Wewe unaweza. Kwa tutaona matokeo kweli watu wa kila wali na kushiba wote. Tunasema huu ni muujiza. Yaani kabisa hata kama mimi nalipa kuhubiri sema Bwana alishawahi kutenda ukala wali bila hata kuhemea. Bwana alishafanya. Kwa usipookoka